sura ya 10 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni mapepo, mmepata bure, toeni bure. Katika hili neno la Mungu tunakuta habari za mwana maombi anapewa wajibu wa kufanya tunapata habari za mwana maombi anayepewa wajibu wa kufanya kwa muombaji. Maombi si kusema maneno, bali ni msimamo wa moyo wa ndani ya kanisa, ndani ya familia, ndani ya jamii na ndani ya mtu binafsi. Maombi si kusema maneno, bali ni msimamo wa ndani ya yule mtu ambaye anakwenda mbele za Bwana kwa maombi. Kuna tofauti kuwa na maneno na yule aliye na msimamo, ni vitu viwili tofauti. Tutaendelea kupata maneno. Muombaji ni nani na mwana maombi ni nani? Ngoja nianze kuangalia habari za muombaji, sifa zake au tabia yake. Muombaji huomba kwa mahitaji. Kwa mfano, tukiangalia katika Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, ombeni mtapewa, tafuteni, bisheni. Kwa hiyo muombaji kazi yake ni kuomba ili afanye nini? Apate. Ni kubisha ili afanye nini? Akifunguliwa hana sababu ya kuendelea na kitu kingine. Lengo lilikuwa ni kufunguliwa. Akifunguliwa na relax, huyo ni muombaji. Muombaji huonekana wakati wa shida. Kwa hiyo shida ikiisha, kazi yake na yeye imeisha. Huyo ni muombaji. Kazi yake ni kuomba wakati wa shida. Shida ikiisha, kwa hiyo mwamini. Muombaji huomba ili apate. Na pia muombaji huacha kuomba akipata kila alichokiomba. Luka mtakatifu sura ya 17. Luka mtakatifu sura ya 17. Luka mtakatifu sura ya 17 mstari wa 11 hadi wa 19. Neno la Mungu linasema, ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu kumi wenye ukoma. Wakasimama mbali wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika, na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Amen. Hapa tunaona watu 10. Kwa kweli wote walikuwa waombaji, wanaomba Yesu awasaidie. Lakini Mungu akawahurumia wote waombaji 10 wakapona. Lakini kati ya waombaji 10 akatoka mmoja akawa muombaji, akawa mwana maombi. Wale walikuwa waombaji wote 10. Mungu akawahurumia kupitia shida waliokuwa nayo. Baada ya kuhudumiwa, mmoja tu ndiye aliyerudi na kuingia katika darasa la pili. Ngoja niliite darasa,
si walikuwa chekechea, wakapanda. Kwa hiyo huyo akaingia kwenye darasa la pili ili awe mwana maombi, ajue njia na kanuni za kuendelea kutunza muujiza wake. Ingawa wote 10 walikuwa waombaji, lakini mmoja akarudi ili kuendelea kujifunza awe mwana maombi. Hapo inaanza kueleweka. Muombaji maombi yake huwa yako kwenye orodha. Mungu, naomba gari, naomba baiskeli, naomba shamba, naomba kiwanja, vinajulikana siku zote anaomba hivyo hivyo. Akimaliza kuomba ile karatasi haina maana wala hana sababu ya kukumbusha. Lakini mwana maombi hana orodha, yale mahitaji yake yanambuchika. Tutaona tofauti yake baadaye. Hapa tunazungumza kwa sehemu ndogo. Muombaji huomba kwa msingi, lakini mwana maombi hana msingi, muda wote anasikia kuomba. Tutaona mfano halisi. Kwa hiyo mwana maombi ni nani sasa? Mwana maombi, tumemaliza muombaji kama sehemu ya utangulizi. Tunakwenda kwa mwana maombi. Mwana maombi ni nani? Yeye mwana maombi ni mtu ambaye anaomba kwa uhusiano. Anaomba kwa kutafuta uhusiano. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, ombeni bila kukoma. Turudie tena. Ombeni bila kukoma. Tena. Ombeni bila kukoma. Mtu anayeweza kaomba bila kukoma ni mwana maombi peke yake. Lakini muombaji hana muda wa kuomba bila kukoma. Muda huo hana. Mwenye muda ni mwana maombi, sio muombaji. Mwana maombi huomba hata bila kuwa na shida. Ngoja tuwapeleke kwenye kitabu cha Danieli sura ya 6. Danieli sura ya 6. Tutaanzia ule mstari wa 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha ya chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo mwanzo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Ndipo wakakaribia, wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme, je, ukutia sahihi ya marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua mbele ya Mungu wa yeyote, kwa mtu wa yeyote, katika muda wa siku 30 ila ambako mfalme atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli, kama ilivyo sheria ya Waamedi na Waajemi isivyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe, mfalme, wala ile marufuku iliyotoa sahihi, bali yeye huomba dua mara 3 kila siku. Amen. Kuja nishia. Huyu amewekewa marufuku ya kutoomba kwa mtu wa yeyote, kwa Mungu wa yeyote, au kwa miungu iwayo yoyote. Lakini kwa sababu yeye ni muombaji, hakuzuiwa na jambo lolote. Lakini wale, kwa kuwa yeye ni mwana maombi, hakuzuiwa na jambo lolote. Lakini sura ya muombaji, yeye ukimshtua
anasema mimi naacha, mimi naacha. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni muombaji. Ila mwana maombi hafungiwi kwa lolote, hazuiwi kwa lolote, hatishwi kwa chochote. Lakini muombaji ukimtisha harudi, hata usibabaishe, mimi naweza nikafanya lolote. Utajua huyu ni muombaji. Lakini mwana maombi hawezi kujibu. Mwana maombi huomba hata bila shida. Kwa nini? Kwa sababu yeye anatafuta uhusiano wake na Mungu. Muombaji yeye huwa anaomba akitafuta mkono wa Mungu umsaidie, lakini mwana maombi yeye anatafuta uso wa Mungu umsaidie. Kuna tofauti anayeomba kupata mkono na anayeomba kupata uso. Anayeomba kupata mkono ni hitaji lake la kila siku liendelee. Ile hitaji la kila siku likikamilika, yeye hana shida. Lakini anayetafuta uso anatafuta uhusiano. Hebu fikiri, mtu kama ukishakuwa na uhusiano na mtu, ni mjomba, ni shangazi, hata kama shangazi akikukasirisha, hautavunja uhusiano na shangazi, utaendelea kutambua ni shangazi. Kama ni mama yako au baba yako au mzazi wako amevuruga taratibu za kwako, hautaharibu uhusiano wa mzazi. Utapokea maonyo, lakini bado ataendelea kuwa mzazi wako. Huyo ndiye ni tabia ya mwana maombi. Anajua uhusiano wake na Mungu wake, kwa hiyo hawezi kukatiza uhusiano wake. Lakini muombaji hana tabia wala hana mpango wa kutafuta uhusiano. Wahaya walisema ukwatane gwende mabele Roma mbele kataliwo achana na ng'ombe. Kwa Kiswahili sijui. Mwana maombi huomba ili awe na Mungu, ili aendelee kuwa na Mungu. Lakini muombaji anaomba hata asipotamani kuendelea kuwa na Mungu. Mwana maombi yake yana uwepo wa Mungu. Lakini muombaji hahitaji uwepo wa Mungu, ila anahitaji hitaji lake lijibiwe. Mwana maombi uomba ikiwa ni mtindo wake wa maisha, hata kama wataweka zuio la kifo, kwa sababu yeye ni mtindo wake wa maisha, hautaharibu ratiba yake. Tofauti na mwana muombaji. Muombaji ana ratiba ya maombi. Lakini mwana maombi yeye hana ratiba. Ukisoma katika kitabu cha Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 hadi mstari wa 11, karibu sura nzima, unakuta mwana maombi Nehemia alipopata taarifa za mji wa Yerusalemu, pale alipokuwa akaanza kuomba. Kwa hiyo hana ratiba. Lakini muombaji ukimwambia jambo lako anasema nitakuombea, hata kama nafasi ilikuwa inaruhusu aombe, anakaa akisema nitakuombea. Hiyo ndio ratiba yake, nitakuombea. Lakini mwana maombi ratiba yake ni tuombe, tofauti na nita. Huyo anakwambia nita. Anapokuambia nita haimaanishi hata, yaani atafanya. Anakuambia nita. Hebu twende taratibu tukumbushe jambo hili. Unaweza kuwa unakwenda kwenye nyumba ya ibada, unaenda kusali,
Alafu ukampitia jirani yako akamwambia twende kwenye ibada, akamwambia siji, utanikumbuka kuniombea. Wewe unamwombea. Zaburi ya 107 mstari wa 19. 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 Neno la Mungu la neno kwetu likisema, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Hawa ni waombaji wakiponywa shida zao. Kwa hiyo hawana taratibu za kuendelea. Sio vibaya kuomba kwenye shida, lakini ni hatari kuomba kwenye shida. Sio vibaya kuomba kwenye shida, ila ni hatari ukaomba kwenye shida. Kwa hiyo unaomba wakati wa shida, wakati wa shida uombe. Muombaji upima Mungu kwa majibu, lakini mwana maombi hampimi Mungu kwa majibu. Hata pasipo majibu bado anaendelea kuwa Mungu wake. Somo hili ni gumu kidogo, lakini najitahidi kwenda taratibu. Ndio maana nilizua maswali wakati ule. Ndio maana nasema ni gumu. Muombaji na mwana maombi ni kama vinafanana hivi. Muombaji akijibiwa anasema Mungu ni mwema. Asipojibiwa ukata tamaa, na inawezekana akasema Mungu wangu sioni kama Yobu. Muombaji imani yake ipo kwenye matokeo, sio kwa Mungu. Yeye anajali matokeo, hajali Mungu. Lakini mwana maombi matokeo yapo kwenye majibu na yapo kwa Mungu. Yaani akipata majibu sio kwamba anamsahau. Kumbuka wale wakoma 10. Mmoja ndiye aliyepanda darasa la kuwa mwana maombi, wengine walibaki wakiwa ni waombaji, ili mapepo yakiwashughulikia tena warudi. Ayubu sura ya 21 mstari wa 15. Ayubu sura ya 21 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, huyo Mwenyezi Mungu ni nani hata tumtumikie? Nasi tutafaidiwa nini tukimwomba? Mnasikia swali? Ngoja nirudie. Ayubu sura 21 mstari wa 15. Huyo Mwenyezi Mungu ni nani hata tumtumikie? Nasi tutafaidiwa nini tukimwomba? Hili ni swali la muombaji, haliwezi likawa swali la mwana maombi. Mwana maombi hawezi kuuliza hivi Mungu. Anayeuliza swali hili lazima awe ni muombaji. Kwanza kabla ya kuomba anamuuliza Mungu, wewe ni nani mpaka nikuombe? Je, nikikuomba utanipa? Unanilazimisha nikutumikie? Kwani mpaka nikae kwako muda wote? Halo. Muombaji ana lugha ya nipe kazi, nipe ndoa, nipe mtoto, nipe. Maombi yake ni maombi ya madai.
anadai haki yake, akiipata anaondoka. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Ukisoma waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 3, nipo darasani hapa, si ndio? Yakobo sura ya 4 mstari wa 3. Waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, hata mwaomba vibaya wala mpate, kwa sababu mwaomba vibaya ili mtumie kwa tamaa zenu wenyewe. Amen. Huyo ni nani? Ni muombaji. Kwa hiyo akiomba vibaya bila kupata, anajiuliza, rudi kwa Mungu, wewe Mungu ni nani mpaka nikuombe? Je, ni lazima kukutumikia? Bwana Yesu asifiwe. Maombi yasiwe baraka, ila yawe toba. Maombi, kuna maombi ambayo yanakuwa toba na kuna yanayokuwa baraka tofauti. Hebu tuangalie Isaya sura ya 1 mstari wa 15 mpaka 16. Neno la Mungu linasema, nanyi mkunjuapo mikono yenu nitaficha macho yangu nisiwaone, na muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu, jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Kwa maisha ya mtu ambaye ni mtenda dhambi, yeye haangalii baraka, haangalii toba, ila anaangalia kubarikiwa. Toba kwake sio muhimu mbele za Mungu. Jambo la muhimu ni kubarikiwa. Lakini mwana maombi, yeye haangalii kubarikiwa, kwanza anaangalia, Mungu naomba unisamehe, Mungu naomba unisamehe. Kinachotangulia kwa mwana maombi ni kuomba rehema na toba. Lakini kinachotangulia kwa muombaji, yeye anasema naomba unisaidie. Kumbuka yule kipofu alisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Alianza kusema ahurumiwe. Anaomba toba ya kuhurumiwa pamoja na maombi yake aliyonayo. Lakini kwa yule ambaye ni muombaji, hahitaji kuhurumiwa wala kuomba rehema na toba. Anasema, Yesu naomba kupona, au Yesu nipone. Yeye kazi yake anagusa eneo analotaka. Vingine vya kwanza kuhurumiwa, si toba, si nini, havimuhusu. Kwanza vinamchelewesha na havina maana. Kwa hiyo anaangalia cha kwake cha maana. Lakini kumbe huyu anayetafuta uso ndiye anayechota vyote. Bwana Yesu asifiwe. Muombaji akicheleweshwa ombi lake, tayari huwa amekata tamaa. Huyu ndiye muombaji. Ukisoma katika Luka mtakatifu sura ya 18, Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Luka 18:1. Sawa mama? Luka sura ya 18 mstari wa 1. Mstari wa 2 anaendelea kusema, akasema, walikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea endea, akisema, nipate haki yangu, adui yangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha. Huyu mama mjane aliomba kwa kumwendea endea. Muombaji huomba kwa sauti, si kwa utiifu. Muombaji huomba kwa sauti, si kwa utiifu. Sio sawa kuwa na kelele za maombi bila sauti ya utulivu. Sio sawa
kuwa na sauti ya maombi bila kuwa na sauti ya utulivu. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22. Samueli ya kwanza sura ya 15 mstari wa 22. Neno la Mungu lanena kwetu likisema, naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Neno ninalotamani hapa, kutii ni bora kuliko sadaka. Muombaji utafuta mkono wa Mungu, lakini mwana maombi utafuta uso wa Mungu. Zaburi ya 27 mstari wa 8. Zaburi ya 27 mstari wa 8. Zaburi ya 27 mstari wa 8. Neno la Mungu lanena kwetu likisema, uliposema nitafuteni uso, moyo wangu umekuambia, Bwana, uso wako nitautafuta. Mstari wa 9, usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache, Mungu wa wokovu wako. Mtumishi wa Mungu hapa, huyo anatafuta uso wa Mungu wala si mkono wa Mungu. Mungu hachoki kwa maombi mengi, bali anachoka kwa mioyo isiyobadilika. Mungu hawezi akachoka kwa maombi yako mengi, hachoki, ila anaweza akachoka endapo mioyo haitabadilika. Yaani mtu akabaki akiwa ni mwombaji akashindwa kuwa mwana maombi. Kwa hiyo sasa unaweza ukaona bora uwe mwombaji au uwe mwana maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sote tunaanza tukiwa waombaji. Tukipiga hatua mbele tunakuwa wana maombi. Tukipiga tena hatua mbele tunakuwa wazamiaji. Tukipiga hatua mbele tena tunakuwa waangamizaji. Tukipiga hatua mbele tena tunakuwa wakumbushaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo hatua tutazipitia mbele ya safari. Mwangamizaji ni nani? Muonaji ni nani? Mkumbushaji ni nani? Mlinzi ni nani? Hizo hatua tutazipitia, sio leo. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuwa muombaji. Muombaji kwa lugha nyepesi ni mtu wa mahangaiko, haeleweki, ni muombaji. Muombaji anaweza akakomaa akawa mwana maombi, akawa mlinzi, au akawa muwajibikaji. Hatimaye anaweza akazama akawa mzamiaji, baadaye anaweza akawa muangamizaji. Sasa muangamizaji anabeba silaha za vita. Kuna watu ukisema tunaenda kufanya maombi kwa mganga wa kienyeji pale, anapotea. Hawezi kwenda kwa sababu hana silaha za kuangamiza. Kwa hiyo huyo ni muangamizaji, hawezi kwenda. Lakini baadaye mtu anakamilishwa kuwa mtu wa agano, yaani anakaa na kukumbusha. Anaendelea kupanda daraja na kuwa mpatanishi. Anaendelea kubeba daraja kwa kuwa mlezi ambaye anaomba ili mabadiliko yatokee, hatimaye aweze kuzalisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo yote tutayaangalia katika siku za usoni. Niombe tuangalie tena haraka vile vya katikati vimepita, ili tuje tuviangalie siku nyingine. Mwana maombi. Mwana maombi kama kawaida yake, nianze na muombaji kabla ya mwana maombi. Nianze na muombaji kabla ya mwana maombi.
nianze na muombaji, alafu baadaye nihitimishe na mwana maombi. Kimsingi kizazi cha leo kina waombaji wengi, lakini hakina wana maombi, na hapo ndipo tunaanguka. Kizazi cha leo kina waombaji wengi, lakini hakina wana maombi. Tunapoomba mara nyingi unakuta tunaomba tunapokuwa tunaumwa. Tukipona ugonjwa tutamkumbuka Mungu tukiumwa tena. Tunaomba aidha wengine katika siku za mfungo, wiki ijayo ni wiki ya mfungo. Tukimaliza mfungo tunasubiri mfungo mwingine wa mwaka unaofuata. Wengine wanaomba wakiwa wanatafuta kazi. Wakipata kazi, Mungu hana nafasi yao tena. Yaani tunafunga kuomba kwa sababu tulikuwa tunaomba kazi tukapata kazi. Muombaji humkumbusha Mungu wakati milango imefungwa. Muombaji humkumbusha Mungu wakati milango imefungwa, lakini mwana maombi yeye huendelea kuomba hata kama milango haijafungwa. Na hii ni tofauti kabisa. Muombaji utafuta mkono wa Mungu, lakini mwana maombi utafuta uso. Muombaji huahidi kubadilika wakati wa dhiki, lakini baada ya furaha hana mpango. Mungu wangu nikumbuke katika msimu huu nikilima na kufuga nikafanya hivi na mimi nitafanya hivi. Yakitokea mvua ikanyesha, kweli alikuwa naomba kesho mvua isinyeshe, kesho mvua isinyeshe, ili safari yangu ya kuelekea Kigoma na Biharamulo itimie. Mvua isiponyesha, akaenda huko Biharamulo akarudi, hawezi kusema Mungu wangu nakushukuru, niliomba jana mvua isinyeshe, kweli nilienda Biharamulo na Geita nikarudi salama. Hana mpango. Lengo ni kuomba mvua isinyeshe na inyeshe. Shida nyingine kwa Halo. Kwa hiyo ndio tofauti. Mwana maombi utengeneza mwana maombi tofauti. Yeye anatengeneza historia kabla ya vita kuanza. Kwa sababu ndio kukumbusha huyu mwana maombi tofauti na yule muombaji. Muombaji anaomba kabla ya tukio. Tukio likiisha anawaambia jamani, mimi nimemaliza. Mwana maombi huyu anatengeneza historia kabla ya tukio kuanza au kabla ya vita. Mwana maombi yeye ubeba mzigo wa kizazi kimya. Kuna watu wanaweza kusimama kuombea ukoo wao kimya. Wanaweza kuombea taifa lao, watangaze kimya. Anaweza kuombea kanisa lake kimya. Anaweza kuombea ndugu zake kimya. Wala hawajamwambia kaka, tunaomba utuombee. Yeye mzigo ni kumwombea mdogo wake, hata kama mdogo wake hajamwambia uniombee. Huyo ndiye mwana maombi. Anajituma mwenyewe kuwahudumia wengine hata kama hawajamtuma, na hata kama hawataki, yeye anawalazimisha kwenye ulimwengu wa roho. Mwana maombi huishi magotini hata kama anatembea kwa miguu. Lugha zetu tunaona. Halo. Hivi yako hivi. Mwana maombi yeye huishi kwa kupiga magoti kumwambia Mungu. Huishi magotini kwa kupiga magoti kumwambia Mungu. Hata kama anatembea kwa miguu, hata kama hali yake ni ngumu, lakini bado anaendelea kwa mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo tunakumbushwa kwamba usimtafute Mungu kwa sababu ya moto unaokuangamiza, mtafute kwa sababu yeye bado ni Mungu. Nyumba inaweza kuwa na waka moto, kasema Mungu wangu naomba unisaidie, akakusaidia. Lakini huyu mwingine anaomba Mungu wangu nyumba yangu isiwake moto. Sio kwamba inawaka, anaweka zuio. Yaani mwana maombi tofauti na muombaji. Muombaji nyumba ikiwaka moto na anasema Mungu wangu wale wafanya waje wazima, wanazima. Wakimaliza kuzima ana mpango. Ila mwana maombi yeye
wa dharura. Tuombe uso wa Mungu uwe pamoja nasi ili tuwe wana maombi wa kudumu. Muujiza unaweza kupeleka madhabahuni, lakini uhusiano wa wewe na Mungu ndio unaokufanya ubaki madhabahuni. Muujiza unafanya watu waje madhabahuni, sawa sawa, lakini uhusiano wa wewe na Mungu utakufanya ubaki madhabahuni kuliko kuja madhabahuni kwa msimu wa muujiza wa kutaka muujiza. Kizazi cha leo walio wengi wanataka muujiza waje madhabahuni, wakipata muujiza wa madhabahuni wanarudi, lakini wale wanaokaa madhabahuni muda wote, hao wanatafuta uhusiano wao na huyo Mungu aliye naye. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niwaambie habari za mwanamke mmoja aliyeitwa Hana. Ukisoma kwenye kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kwanza mstari wa kwanza na kuendelea, tunaona mama huyu Hana alianza akiwa muombaji, lakini alihitimisha akiwa ni mwana maombi, kwa sababu alijenga madhabahu ya shukrani, si kwa mahitaji. Hivyo mama huyu Hana alikuwa hana mtoto, akaomba ili apate mtoto, na akasema nikipata mtoto nitampeleka madhabahuni ili awe sehemu yangu ya kukumbuka matendo makuu uliyotenda. Baada ya pale akapata mtoto, aliendelea kubaki madhabahuni baada ya kuleta mtoto, na Mungu akamwongezea baraka. Kwa hiyo alianza akiwa muombaji, baada ya kusumbuliwa na yule mwanamke mwenzie Penina. Baada ya kupata baraka ya mtoto, huyu mama Hana aliendelea kuwa mwana maombi. Hakuishia darasa la kuwa nani? Muombaji. Niseme mtu mwingine, Ayubu alikuwa mtu wa ibada kabla ya shida. Kabla ya shida alikuwa mtu wa ibada, kwa hiyo alikuwa mwana maombi. Hakuwa muombaji, alikuwa mwana maombi kabla ya shida. Pamoja na utajiri wake alionao, afya yake aliyokuwa nayo, baraka za watoto alizokuwa nazo, uchumi aliokuwa nao, bado alikuwa mwana maombi. Akaingia kwenye shida iliyopata, akaendelea kuwa mwana maombi katikati ya shida. Hiyo sentensi inaeleweka vizuri zaidi ya Ayubu. Yeye Ayubu hakumtafuta Mungu eti kwa sababu ya shida, bali alimjua Mungu kabla ya shida. Mara kadhaa tunajikuta sisi tunamwendea Mungu wakati wa shida badala ya kukaa na Mungu wakati wa shida na wakati wa raha. Hiyo ndio shida tofauti kati ya muombaji na mwana maombi. Muombaji anamtafuta Mungu wakati wa shida. Mwana maombi anakaa na Mungu wakati wa shida na anakaa na Mungu wakati wa raha. Mtume Paulo alikuwa mbobevu au mbobezi au mzamiaji, alikuwa mlinzi, alikuwa mkumbushaji. Ukisoma katika waraka wa Filipi sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 4, wa Tesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, huyu mtu alikuwa na mzigo mkubwa wa maisha katika taratibu za maombi. Huyu alikuwa daraja la juu, alikuwa na PhD au nisema alikuwa profesa. Sasa tujaenda kwenye degree. Sasa nisiende kwenye profesa na haya ya profesa niache, tushuke tunasema
darasa la kwanza na la pili, hili na chekechea, muombaji na mwana maombi. Tuachane na kuwa profesa kwamba umeshahitimu chuo kikuu huko akina Paulo. Huko tusiende, tucheze na hizi tu za Paulo zitakuwa kufundishwa wakati mwingine, kwa sababu huwezi ukafundisha vitu vya chuo kikuu wakati uko chekechea, hauwezi kuelewa. Kwanza wachekechea kufundisha mambo ya chuo kikuu, anasema huyu alienda shule au alienda shule ile anafundisha kiprofesa. Kwa hiyo tukae hapa kwa muombaji na mwana maombi mpaka tuelewe hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niseme mtu mwingine muombaji na mwana maombi, watu hapa chini kwanza kabla ya kwenda chuo kikuu. Yona alikuwa muombaji wa dharura, alitumwa aende kuhubiri. Katika kutumwa kwenda kuhubiri akasema ninavyowafahamu wale hamna, akakimbia Tarshishi. Akiwa kwenye meli amekwepa na ametoroka, kura ikapigwa, akadumbukizwa kwenye maji. Akiwa kwenye tumbo la samaki akasema, Mungu wangu naomba unikumbuke, samaki huyu akinimeza ni hatari. Niko tayari kuenda kule uliko nituma. Utaenda? Nitaenda. Utakemea? Nitakemea. Utawaonya? Nitaonya. Akaanza safari kuelekea wapi? Alikotuma. Alipofika kule akatangaza, mnatumwa mtumu. Yaani kazi yake hii ni muombaji, anatoa taarifa na wauliza, mnatumwa au mtumu? Wakasema tunatumu. Akarudi kwa Mungu akamwambia, hivi hawa mbona wametumwa haraka? Si watakiwa kuangamizwa hawa? Mungu alichofanya ule mtambo mahali alipokuwa amejificha kwa ajili ya mafuri, akaukausha. Yona akapigwa na jua isiyokuwa la kawaida. Akasema, Mungu wangu nakufa, Mungu wangu nakufa. Akasema, wewe unaumia huu mtango uliokutengenezea kivuli. Mimi watu wangu hawa hutaki kuwahurumia. Wewe ni muombaji au ni mwana maombi? Nimekutuma hapa kama mwana maombi, sio muombaji. Muombaji wewe unatamani watu wao wafe. Maana yake nini? Wewe umehurumia huu mti wenye majani iliyootesha mili, sembuse watu wao waliokaa hapa miaka. Akasema unisamehe, akamsamehe na akaondoka. Historia yake haisomeki tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa muombaji. Mungu akampa huduma na utume wa dharura. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza wakawepo kwa sababu ya dharura fulani. Baada ya dharura, kanisani hawapo tena, kwa Mungu hawapo tena. Siku moja ilikuwa ni usiku wa mwaka mpya, tulikuwa tunaenda kwenye ibada. Mfalme Sauli alikuwa mfalme wa Israeli. Ukisoma katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 15 nzima, tunaona alimtafuta Mungu kupitia nabii tu. Baadaye hakuamua kumtafuta nabii, akamwacha na nabii anaenda kwa mganga. Kwa hiyo kuna watu ambao wanamtafuta Mungu kupitia mtu fulani. Huyo mtu akitoka anasema, sisi hatuna namna ya kurudi kanisani, wanarudi kwa waganga au ni waombaji. Wapo waombaji ambao wanafika hatua wanaenda kwa nguvu za giza za waganga, maana wanaona Mungu wao hana majibu. Kwenye ile Zaburi mnakumbuka tuliosoma ile Zaburi, ilikuwa Zaburi ngapi? Mimi nasema 19. Akawaponya katika shida zao. Sawa. Mstari niliotaka ambao tulikuwa tumeandika, alipomuuliza, wewe Mungu ni nani mpaka tukuombe? Ayubu 21:15 ndio 21:15 Ayubu. Neno la Mungu linasema, huyu Mwenyezi Mungu ni nani hata tumtumikie? Nasi tutafaidiwa nini tukimuomba? Tutafaidiwa nini? Ni swali kubwa kweli. Bwana Yesu asifiwe.
Tutafaidiwa nini? Lakini huyu Mwenyezi Mungu ni nani? Unafikiri muombaji mwana maombi anaweza akakuuliza hivi kwamba huyu Mungu ni nani? Kwanza anamjua Mungu wake. Kwa hiyo mwana maombi hamjui Mungu wake, lakini muombaji hamjui Mungu wake, lakini mwana maombi anamjua Mungu wake. Huyu anauliza hivi, Mwenyezi Mungu huyu ni nani mpaka sisi tuende kumuomba? Yule mtu akasema, ninyi ambao mjapata nendeni kaombe. Ila sisi Mungu ameshatubariki, achana na sisi. Nyinyi nendeni kwenye ibada zenu hizo, nendeni. Sisi hatuna shida. Kwani Mungu ni nani huyo tunayekwenda kumuomba tena wakati tumeshapata? Bartimayo kipofu alianza akiwa muombaji, akamaliza akiwa mwana maombi. Kwa nini? Twende tuangalie Marko sura ya 10. Marko Mtakatifu sura ya 10. Marko Mtakatifu sura ya 10. Marko Mtakatifu sura ya 10. Tutaangalia mstari wa 46 mpaka mstari wa 52. Tuangalie kipofu huyu Bartimayo alianza akiwa muombaji, akahitimisha safari akiwa mwana maombi. Marko sura ya 10 mstari wa 46 mpaka 52. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Bartimayo yule kipofu muombaji alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu nirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, Yesu nirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako kwa imani. Enenda zako, imani yako ikuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Kwa hiyo ameanza akiwa muombaji, akahitimisha akiwa mwana maombi. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa mfuasi, akamfuata. Wale wakoma 9 baada ya kupona hawakupata neema ya kuwa wana maombi, waliishia kuwa waombaji, hawakumfuata isipokuwa mmoja tu. Lakini huyu kipofu Bartimayo baada ya kuponywa, Biblia imesema akaamua kumfuata. Kwa hiyo mwana maombi ni mfuasi, anaendelea kujifunza na kujifunza na kujifunza. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Uhalisia ndio huo kwamba katika maisha yetu wapo vijana wanaomba sana wakati wa mtihani tu. Wakifaulu mtihani, kazi yao imekamilika. Wapo wanaomkumbuka Mungu pindi wapo hospitalini. Wakiruhusiwa kutoka hospitalini, Mungu wao amemaliza kazi, hawamhitaji tena. Ni hatari kumtafuta Mungu kipindi cha msimu wa kuomba au msimu wa kuomba kura, na baada ya uchaguzi hatusikii kwenda kuiombea taifa wala kwenda kutafakari. Ni msimu wa uchaguzi umeisha, tutasubiri baada ya miaka 5 tena inayofuata. Bwana Yesu. Kizazi hiki kila watu wa Mungu wangu nisaidie, Mungu wangu nisaidie. Lakini kila watu wachache wanaosema Mungu wangu niko tayari, naomba unitumie jinsi upendavyo. Hapa ni tofauti.
Nitumie jinsi upendavyo. Nasimama kwa ajili ya kuombea familia yetu. Ninaombea mkoa wetu huu. Ninaombea taifa letu la Tanzania. Ninaombea watu wa Amerika ya Kaskazini, Amerika ya Kusini. Ninakumbuka walioko Sudani wako kwenye vita. Ninakumbuka wale ambao wako kwenye vita vya Irani na Iraki. Nakumbuka wale wa Urusi na Ukraini. Hata huko Urusi na Ukraini hauna mjomba wala shangazi, lakini moyo wako unakusukuma kuona mioyo ya watu wako kwenye shida. Kuna watu ambao wanasimama wanawaombea wagonjwa kwa mzigo, wanaombea walioko kwenye shida, walioko kwenye taabu. Lakini mwingine akikutwa na wewe na taabu, sasa ngoja ashike adabu yake. Huyo ni muombaji. Lakini mwana maombi hawezi kuridhika akaona watu wa Mungu wanateseka na yeye akaendelea kwake. Bwana Yesu asifiwe.